Istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia istajibu lillahi, mjibisheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walirrasuli, na tumjibishe mtumi, idha da'akum, wakati wanapotulingania katika kutuita kwenye mambo yenye kutupatia uhai. Idha da'akum lima yuhyikum, katika mambo yenye kutupatia uhai wa milele. Sisi binadamu uhai wetu ni wa muda. Leo tuko, kesho hatuko. Kama leo kuna ndugu zetu ambao kwamba mwaka jana tulifunga nao, lakini mwaka huu hawapo, kwa sababu uhai wetu ni wa muda. Lakini tutakapomjibisha Mwenyezi Mungu katika yale mambo anayoyataka, basi Mwenyezi Mungu atatupa uhai mwingine wa pili, ambao kwamba uhai huo ndio uhai wa milele. Yani sisi tutakapokufa, lakini majina yetu yatabakia, kwa sababu tumemjibisha Mwenyezi Mungu kwa yale mazuri ambayo kwamba anayoyataka. Leo tukua mfano, angalia mtumi, maswahaba, ulama waliotangulia, kina Imam Shafi, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad, leo wanakumbukwa, wanatajwa, wanatolewa mifano mizuri hapa duniani, kwa sababu wao walimjibisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na kwa kuwa wao wamefariki, lakini majina yao yamebakia. Kwa hivyo muumini, Mwenyezi Mungu akamwafikia kuipata Ramadhani, kisha akamwafikia kufunga, kisha ile saumu yake akaifikisha mpaka wakati kama hunu, ambao kwamba akitarajia kwa kuwa yeye atakamilisha saumu yake, afungue mwadhini ili apate furaha ya kwanza. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, liswaimi farhatani, yule mwenye kufunga siku zote ana furaha mbili Mwenyezi Mungu amemwekea. Furaha ya kwanza Mtume akasema, farhatun inda al-iftari, furaha ya kwanza ataipata wakati ule ambapo kwamba atakakufungua mwadhini au atakakufuturu kwa ile somo yake aliyefunga. Yani kama wakati huno sote tumejiandaa kutaka kufuturu, kufungua somo zetu, na tukimwomba Mwenyezi Mungu azikamilishe hizi somo, basi wakati ule wewe wafungua mwadhini, wakati ule huwa una furaha waipata kwa ile subra yako ambayo kwamba ulioisubiria katika somo yako masaa yote yale, ambayo kwamba ulioshinda na njaa, ukashinda na kiu, ukashinda kwa kuwacha mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu hayataki, na pengine ulikuwa na mke wako wa halali ukaweza kuketi kando na yeye kwa sababu ya kumjibisha nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo muumini ana furaha mbili. Furaha ya kwanza ataipata inda al-iftar, wakati wa kukamilisha ile somo yake. Na kukamilisha saumu ni mara mbili. Kuna kukamilisha saumu ya ile siku ambayo kama uliofunga, wakati wa magharibi ikifika, ikawa wewe ni mwenye kufungua kwa furaha. Hakuna anayefungua saumu na huku yualia. Kila anayefungua utamwona afungua na huku yafurahika, kwa sababu afurahika ile neema Mwenyezi Mungu aliyompatia ameikamilisha. Na furaha ya pili katika kufungua ni wakati wa Idi. Ushakamilisha mwezi wako wa Ramadhani, kama ni siku 30 au ni siku 29 ikiwa umeona mwezi. Sasa unapoingia katika ile siku ya Idi, basi wewe unakuwa na furaha, kwa sababu umekamilisha ule mwezi ambao kwamba Mwenyezi Mungu amekufaradhia.
Na furaha ya pili Mtume akasema farhatun inda liqa'illah, ni furaha ambayo kwamba ataipata wakati wa kwenda kukutana na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Furaha ya saumu yako utakwenda kuipata wakati ule roho yako yatoka waenda kukutana na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Ndio utaona ule uzito na ndio utaona ile faida ya wewe kufunga. Ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, la yazalu nnasu bi khairin, hawatoacha watu kuwa katika kheri, hawatoacha watu kuwa katika radhi za Mola wao, ma ajjalu lfitra wa akharu suhura, madamu watafanya haraka kufungua mwadhini na watachelewesha kula daku. Mtume ataka ile wakati tu ukifika ufanye haraka kufungua mwadhini. Usiseme mimi ni ekta bana, mimi nitafungua mwadhini shai, au mimi nitafungua mpaka baada ya tarawehe bana, bado najiona naweza kuvumilia. La, kwa sababu Mtume hataki, kwa sababu yeye yuwajaribu kuwahalifu Mayahudi. Mtume asema hawa Mayahudi na Manaswara ilikuwa ada yao wakichelewesha kufungua mwadhini na walikuwa hawali daku kabisa. Sasa Mtume alikuwa akiwa khalifu, asema khalifu lyahuda wan nasara, wa khalifuni hawa Mayahudi na Manaswara. Mayahudi walikuwa wakichelewesha kufungua mwadhini, lakini Mtume alikuwa akifanya haraka kufungua nini? Mwadhini. Mayahudi walikuwa hawali daku, Mtume alikuwa akiwasisitiza sana masahaba akiwaambia tasaharu, inukeni mule daku. Akaambia tasaharu, inukeni mule daku, fa inna fi suhuri baraka, hakika katika kule kula daku kuna baraka. Si lazima ule chakula kingi. Mtume alikuwa akinywa maziwa tu na tende, ndio sunna ya daku. Na kufungua mwadhini si lazima upakie mpaka ikawa tumbo halina nafasi, la. Mtume alikuwa akila tende tu na maji. Mtume asema idha aftara ahadukum, anapofungua mwadhini mmoja wenu, falyuftir ala tamrat, afungue mwadhini kwa kupitia na tende. Asema fa innaha baraka, kule kufungua mwadhini na tende ndio baraka. Asema fa in lam yajid, ikiwa hakupata tende, falmau, basi anwe maji mwanzo, asinywe kitu chochote, anwe maji. Asema fa innahu tahurun, kwa sababu yale maji ni tahara. Asema fa in lam yajid, katika riwaya nyingine ikiwa hakupata tende, fahulun, angalie kitu chochote ambacho kwamba ni tamu aanze kufungua nacho. Kama ni kaimati, kwa kupata tende basi kaimati. Lakini sisi hufeli, mwadhini ukiadhiniwa mtu upigania sambusa, upigania viazi, upigania bajia, zile tende akamsukumia mwendani wake. Kamwona tende ziko upande wake, huwata ni sunna, akapeleka mkono kwa mwenzake ambaye kwamba yuwapigania sambusa, ambaye kwamba kwanza amekhalifu, amekula upande si wake. Mtume alikuwa kila upande wake, yeye wala upande wa mwenzake. Kisha la pili amewata tende ambaye kwamba ni sunna, anakula chakula chengine ambaye kwamba si tende. Ukatazwi kula bajia, kula viazi, kula sambusa, kula mofa, lakini kwanza anza na tende upate sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikila tende moja, alikila tende tatu, alikila tende tano, alikila tende saba, wakati mwingine alikila tende mpaka 21, yani kwa idadi ya witri. Na tende ni dawa, tende ni tiba, tende hutia nguvu, lakini zile unazozipigania ni maradhi, ni mafuta yale. Wewe watadawa wapigania maradhi. Kwa hiyo Mtume SAW alikuwa akipenda watu wafungue mwadhini. Ndio tukaambiwa thalathatun yuhibbuha Allahu, mambo matatu
Mwenyezi Mungu alikuwa akiyapenda sana. Mambo matatu Mwenyezi Mungu alikuwa akiyapenda sana. Jambo la kwanza nini? Taajilul fitri, ni mtu kufanya haraka kufungua mwadhini. Jambo la pili asema ni taakhiru suhur au sahur, kuchelewesha kula daku. Mtu daku ataka ale kuanzia saa 8, saa 9, saa 10, lakini usicheleweshe sana ukala daku saa 11 kamili. Mwadhini adhina na dakika 10, wewe saa 11 kamili wala daku. Au mwadhini adhina saa 11 kamili, saa 10 na dakika 55 ndio umenuka kula daku. Usifanye namna hiyo. Yataka ule daku kisha uwate robo saa baina ya daku kumaliza kula daku na mwadhini, katikati yake kubakia robo saa au kubakia dakika 10. Lakini usicheleweshe sana mpaka ukaingia kwenye shaka, ikawa mwadhini wadhiniwa na wewe bado utafuna. Mwadhini wadhiniwa wa pili na wewe bado watafuna ati wala daku tu. Kwa hivyo Mtume akipenda taajilul fitr na akipenda taakhiru suhur, na jambo la tatu ni dharbu ukhra ila liyadi al-ukhra, akipenda mtu afunge mikono yake katika swala. Yani unapokuwa katika swala, Mtume apenda mtu afunge mikono yake. Kwa hivyo hakuna kitu kikubwa kwa Muislamu kama kushika hizi sunna za Mtume. Ndio mwanzo tukaanza na aya kama hili, wama atakumur rasulu fakhudhuhu, yale ambapo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama aliwaletea yatukueni, yale yalokuja nayo tuyashikeni. Wama nahakum anhu fantahu, na yale aliyokataza ambapo kwamba hakuja nayo tuyawateni. Na Mtume akasema yarhamullahu almutasahhirina, Mwenyezi Mungu awarehemu wale wenye kula daku, wale wenye kuinuka kula daku, Mwenyezi Mungu awarehemu, awaombea dua. Kwa hivyo mtu kufungua mwadhini haraka na kula daku kuchelewa ni katika sunna ambazo kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alikuwa akizipenda sana. Kwa hivyo huu ndio mwezi wetu wa Ramadhani, na hizi ndio saumu zetu ambapo kwamba tunamjibisha Mwenyezi Mungu. Na uzuri wa saumu ndani yake utembeze sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, yani tutembezeni zile sunna za Mtume, tuzishikeni inshallah. Na mtu anapofungua mwadhini ataka apige bismillahi na aseme Allahumma ya adhim ya adhim anta ilahi al-azim faghfir li dhanba al-azim fa innahu la yaghfiru dhanba al-azim illa al-azim. Mtu ataka alete dua kama hii, kisha ndo afungue iftari yake, na akimaliza sema Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, amshukuru Mola wake, amwambia Rabbi, hii ni saumu nimefunga kwa ajili yako, na hii ni riziki nimeokula, nimekula riziki yako ya Rabbi. Kisha useme dhahaba dhamau, alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu, kiu imeondoka. Wabtallatil uruq, na mishipa imekuwa majimaji kwa sababu ya kufungua mwadhini. Mishipa ilikuwa mikavu kwa kufunga, sasa imekuwa majimaji kwa sababu ya kufungua mwadhini. Kisha wathabata al-ajru insha Allah, na najua umethubutu ujira wangu kwa Mola wangu insha Allah, anapotaka yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Inshallah kwa machache, Mwenyezi Mungu atutakabalie saumu zetu. Mwenyezi Mungu atuwafikie kufanya amali za kheri. Mwenyezi Mungu atuwafikie kufuata sunna za Mtume. Mwenyezi Mungu wale walioondoka awarahamu, na zile thawabu zetu Mwenyezi Mungu awaganyie na wao wale walioondoka. Na wale wagonjwa ambao kwamba hawajaweza kufunga, Mwenyezi Mungu awape afya na wao wainuke wafunge mwezi wa Ramadhani. Na sisi ambao kwamba tulofunga, Mwenyezi Mungu atuzidishie afya na atutakabalie amali zetu, na atuondoshe katika dunia kwa kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya
wa alayha namut wa alayha nubath insha Allah ta'ala min al-aminin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.